wasifu wa msanii maarufu kama Mr. Gave. Bro, mimi nakufa. My bro, mimi nakufa. Bro, mimi nakufa. Bro. Nakulaka mwenzangu. Bro, mimi nakufa. Inaanza kufa mwenzangu. Safari inaanza mbali sana. Tarehe 15 Agosti 1994 alipozaliwa Gabriel Kabwe Kashindi, maarufu kama Mr. Gave. Jina Kashindi lilitokana na mila za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo mtoto anayezaliwa kwa kutanguliza miguu hupewa jina hilo. Gabriel Kabwe Kashindi alizaliwa na baba Asende Ehala Abwe pamoja na mama Josephine Nasango katika mji wa Uvira, DRC. Alikuwa mtoto wa 6 kati ya watoto 9 wa familia hiyo. Mr. Gave alitokea katika familia ya Kikristo iliyokuwa pia na kipaji cha muziki. Wanafamilia wake waliimba nyimbo za Injili na za kijamii. Miongoni mwao ni Pastor Luondo aliyejulikana kwa wimbo Mama wa Mume. Kuna mama moja alikuwa mjamzito na ujauzito kwa miaka 2, alimzaa mtoto wa... Na Mr. Jack aliyeimba wimbo Tunaomba Haki ya Muziki. Gabriel alipata malezi yenye upendo kutoka kwa wazazi wake waliomsomesha elimu ya msingi na sekondari. Mwaka 2013 alifaulu mtihani wa taifa nchini DRC na kupata diplome d'etat katika mkondo wa pedagogie general, akihitimu katika shule ya Cinquantenaire. Baada ya hapo, alijikita kikamilifu katika safari yake ya muziki. Ingawa alikuwa mwanafunzi, hakuwahi kuacha kipaji chake. Alianza muziki mwaka 2008 akiwa kidato cha pili, deuxième secondaire. Mwaka 2010 alijipa jina la kisanii Mr. Gave. Akiwa na mtindo wa Afro Congo, Mr. Gave alijijengea jina kubwa katika tasnia ya muziki wa Kongo. Alifanikiwa kushinda tuzo zaidi ya 10 katika miji ya Uvira, Bukavu na Goma, pamoja na nchini Burundi. Miongoni mwa zawadi alizowahi kushinda ni pikipiki, fedha taslimu na tuzo mbalimbali. Msanii wa kwanza kuchukua tuzo 3 tokea muziki unaanza. Kuanzia mwaka 2008 hadi 2016 aliendelea kujitafuta kisanii hadi alipovuma kupitia wimbo Uchaguzi ni Haki aliyomshirikisha Ganso Olizo. Tujenge nchi yetu kwa upendo na amani. Wimbo huo ulimtambulisha kwa hadhira kubwa na mashabiki wakaanza kumpenda kutokana na kipaji chake. Naye aliwahakikishia kwamba hatawaangusha. Mwaka 2018 alitoa wimbo Ole Wangene, Wewe ni Wangu. Wimbo huu haukuwa wa mafanikio tu, bali ulileta mageuzi makubwa katika ubora wa sauti, mastering, video na uandishi wa mashairi katika muziki wa Uvira. Wakati huo muziki wa Tanzania ulikuwa ukitawala. Wacha kunune bucheka kidogo. Baby, utafanya fokini bakizo. Na ubora wa Ole Wangene uliwafanya wengi kushindwa kutofautisha muziki wa Uvira na ule wa Tanzania. Baadaye alitoa wimbo I'm Crying ambao uliwavutia sana mashabiki. Wengi waliona kwamba Mr. Gave alikuwa ameweka alama ya kipekee katika muziki wa Afro Congo. Usiapete moda kidogo, maneno ya kuambiwa. Kifo na maisha yake. Bro, mimi nakufa. My bro, mimi nakufa. Bro, mimi nakufa. Bro, inasikitisha kusimulia historia ya Mr. Gave. Alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 32, kipindi ambacho bado alikuwa na ndoto nyingi za kutimiza. Kifo chake kimeacha maswali na simulizi nyingi. Kulikuwa na madai kwamba aliwahi kuwekewa sumu mara kadhaa. Ilikuwa muda mrefu sana. Gave ananiambia alikuwa na ile maproblem. Hapa leo kesho bana ya mulonge ndio tunatunzisha ndio sumu za mingi sana, haikuwa ndogo. Presque 2 fois 3 mois alikuwa anapata ile magumu. Sawa.
Ile ni magumu yenye tulikuwa nayo ya kawaida kwake. Pia marehemu aliwahi kueleza kuwa baadhi ya watu waliokuwa karibu naye, wakiwemo baadhi ya wasanii wenzake, hawakumtakia mema. Changamoto na misukosuko aliyopitia vilimpa nguvu ya kuandika mashairi yaliyogusa maisha ya watu wengi. Miongoni mwa nyimbo zake maarufu ni ya Mungu Mengi, Combat ya Mwisho, ndo wanatudanganya mchana, wanatuletea vilio, Poa Tu, upotofu nena maovu daima, natendwa mengi nikatishwe tamaa, ila bado Tolo Chana, Obeole mwanu nile msoshi intimidasyo ya ninja chikyo ba maiki Vita, wanichukia na ujaniumba, uchawi kuliko na mtuyo ni ushetani. Nimejaliwa tabia ya kondo, kipigwa kulia na geuka kushoto, kugombana Bongo Yako, unibebe deni usinilipe bongo yako nilewe afu isirumbate bongo yako usubiri gafe azimike Muyale, asubuhi kumekucha, macho yangu nafikicha, poni zinavuta picha, maana nikionacho siamini, moyo unaruka ukuta kwa kile kilichonikuta, sina budi ya kujuta, lisemo lipo njiani mie wabo wanataka kuniua bure mie wabo. Wimbo Muyale uliakisi sehemu ya maisha yake binafsi na namna alivyokuwa akifuatiliwa na watu. Miezi 5 kabla ya kifo chake, alitoa wimbo Unanipenda, ambao aliuelezea kuwa ni zawadi kwa mashabiki wake pamoja na shukurani kwa Mungu kutokana na sapoti kubwa aliyokuwa akipata, hasa kupitia changamoto, challenge zilizokuwa zikisambaa kwenye TikTok. Baadaye alitoa wimbo Charge takribani miezi 3 kabla ya kifo chake. Wimbo wake wa mwisho uliitwa Wivu, aliyouandika kwa ajili ya mpenzi wake. Renauma, wivu siseme, bora afanye siri nisione, maana hana mimi. Na wivu, 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 na Wimbo huo ulipakiwa kwenye chaneli yake ya YouTube baada ya yeye kufariki dunia. Ameondoka akiwa na umri wa miaka 32. Alifariki tarehe 16 mwezi wa 7, 2026. Na posti ya mwisho kwenye mitandao wa kijamii wa Facebook aliandika hivi: tukichunga mpaka siku connection itakuwaka bien, hatutatoaka mziki jubya kwetu, hatujui siku binaanzaka na siku binaishaka. Twende tu hivi hivi na hizi connection yetu, hakuna mwaye, tuko oblige tuachie maproje zetu. Rendezvous samedi. Baada ya kuitumikia bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa takribani miaka 18 kupitia muziki wake, licha ya changamoto, upinzani na mateso aliyokumbana nayo katika safari yake ya kisanii. Imeandaliwa na kuandikwa na Rabi Jeremy OG kwa ushirikiano na familia ya marehemu msanii Mr. Give, pamoja na taarifa zilizokusanyiwa kutokana na mitandao ya kijamii. Hii ni Dakika Media, zaidi ya habari.